Ndugu rafiki na nyinyi wapenzi wa Dikobu TV, tunakukaribisha hapa kwenye Dikobu TV. Tuna mwalikwa maalum, ni mchungaji. Wengi mnamjua kwa jina mchungaji, lakini leo hatutaongelea kuhusu kanisa, tutaongelea kuhusu business. Tunakukaribisha, njoo ili ujisikilizie. Asanteni. Karibu pastor. Ndio, kwa majina unawaitaje? Kwa sababu wengi wanawajua kwa pastor lakini hawajui majina yenu. Majina ni Mechack. Mechack. Ndio, Mechack, wengi tulikujua kama pastor, lakini leo tumeona matangazo mengi sana yanaongelea kuhusu soko au wengine waita duka mumefungua. Sa kwa nini mumefikiria kufungua duka kama ya watu ya chakula za kutoka kwetu Afrika? Hamkufikiria kufungua duka yenye itakuwa na chakula za hapa Marekani? Asante sana kwa swali. Nashukuru kwa muda kama huyo ambao umenipatia. Nashukuru kwa pamoja na nyinyi hapa kwenye radio hii ya Dikobu. Naweza nikasema kwamba jambo la kufungua soko imekuja kama surprise. Mtu tuliangalia, tukaona kuna opportunity ambayo imeonekana, tukaona hiyo opportunity hata tukaipoteza. Na tulipoangalia nyuma jinsi ndugu zetu ambao wanahudumia community, zipo soko ambao zipo, lakini community yetu inazidi kukomaa, inazidi kujiongeza, watu wapya wanakuja. Tukaona kwamba labda tuwe umoja wale ambao watasaidia kuweza kuhudumia community yetu kupitia soko, kuleta chakula cha kutoka Afrika na kuweza kuhudumia ndugu zetu. Hiyo ndio sababu kubwa sana ya kuweza kufungua hii soko. Wow, asante kwa kufanya hivyo. Sasa kuna watu wengi wanafikiria sana, kwa nini soko hiyo mfanye kwamba itakuwa ni chakula za nyumbani? Unasema kwamba mlilete ili saidie community. Lengo ingine pia ya kufanya soko hiyo, haswa kwa sababu mnaishi hapa miaka mingi, ninawafahamu. Lakini kwa miaka yote inayopita hamkufikiria kufanya hicho kitu, lakini mkasema 2023, huu mwaka wa 2023, lazima mfungue duka kwa ajili ya community ya Kiafrika. Na niliona matangazo mnasema kwamba chakula nyingi zitatoka nyumbani zinakuja hapa, mtu asibabaike. Sasa tofauti gani itakuwepo katikati ya soko tunazo hapa, tunajua kweli wanaleta vitu kutoka Afrika, na soko lako itakuwaje? Utofauti utakuwa ni ile service kwa ujumla. Cha kwanza, kurahisishia watu kuweza kuemea chakula ambacho hakitawaumiza, kitawaumiza kwenye bei kali. Yani mtu anakuja sokoni akiwa na $50 anaweza kanunua kitu ambacho anakifurahia, anaenda nacho nyumbani. Mtu akija sokoni anajisi ya kwamba anaweza kachukua vitu viwili au vitatu, anavinunua kwa urahisi, anaenda nyumbani akiwa anafurahi. Na tumefikiria hivyo ili ndugu zetu wa Afrika, kwa sababu nini naamini chakula cha Afrika kiko nacho ni chakula ambacho hakina chemical, makemiko ya Kimarekani. Na kuna watu ndugu zetu ambao mili yao haikubali chakula ya Kimarekani. Sasa lakini pia hawana uwezo wa kuemea, kwa sababu hali ya kuemea gharama ni kubwa. Kwa hiyo sisi tumeona ya kwamba tuweze kusaidia watu. Mtu aje sokoni, aemee kwa ile pesa ambayo alionayo, angalau emea chakula moja au mbili, aende nacho nyumbani. Na zaidi hapo tu, na kusaidia watu ambao ni wapya wanakuja Marekani, hawana ride, hawana usafiri, hawana gari, hawajui kuendesha. Alpha Fresh Food iwe tayari kuwasaidia kwamba iwapatie usafiri kutoka nyumbani na kuja sokoni na kuja kuemea na kuweza kuwa oriente jinsi ya kutumia ile food stamp. Kwa sababu kuna watu ambao tumeumia. Kipindi mimi nimefika Marekani, nakumbuka ipo soko ambapo tunaenda kuemea, unaenda kuemea ile food stamp haujui ni kuna nini mule, unaenda unatumia ile food stamp, unaona vitu vya $300, kuna kuta alichomoa $600. Sasa unafika badala ya siku kidogo food stamp imeisha. Kesho kana kuuliza, mbona pesa imeisha haraka? Mimi nimeemea, kumbe
wale watu walikuwa wanajua kwamba ukiwa mpya hujue jinsi ya kutumia food stamp, unachujua tu una swipe, baadaye hata ile receipt uangalie. Lakini tunaorientie watu kwamba akienda kuemea anahakisha kwamba ile food stamp yake balance yake ni hii, pesa aliyotumia ni hii, receipt ni hii, pesa ambayo inabaki ni hii. Na watu waweze kujua ya kwamba ile food stamp anapoipewa ni ya mwezi. Pesa ikiisha kabla mwezi haujaisha ajue kwamba itabidi angalie jinsi ya kuweza kujitegemea, ili ile tarehe ya kuweka pesa ikiingia awe na chakula cha kutosha. Kwa hiyo inaorientia wale watu ambao ni wapya. Hiyo ndio itakuwa umoja wa kazi yetu pale sokoni. Naona kabisa ni mpango mzuri sana mmefikiria. Sasa kuna swali zingine watu walikuwa nauliza. Ndio. Sasa waliona matangazo. Ndio. Sasa wakafikiria, mbona huyu mchungaji? Ndio. Sasa kwa nini mchungaji na afanye biashara? Sasa wao unaweza kuwapa mwangazo aje? Okay. Wanafikiria huyu ni mchungaji tunamjua, sana ingia kwenye business. Inakuaje? Najua hilo ni swala ambalo wengi wanajiuliza sana. Kwa hiyo watu wanaamini ya kwamba ukiwa mchungaji huwezi ukawa na business. Na maana mchungaji au mtu wa kuomba kwenye nyingine lugha. But ukiingia kwenye maandiko, Paulo alikuwa anafanya business. Business ya kufanya nini? Ya kushona nguo. Na alifanya kwa nini? Asapoti ile ambaye ile kazi anayoifanya isiwe na jaribu au iwe na changamoto. Na kama unaona wachungaji wengi wanapata shida kwenye huduma, ni pale ambapo wachungaji wanatumania kwamba waumini watawalea, lakini waumini wanakataa kuwalea. So waumini wakataa kuwalea, wachungaji wanabadilisha mtindo wa huduma. Labda anaacha, labda anatumia njia nyingine. But mimi mchungaji kuwa na business fulani, ile income ambayo inaingia inasaidia sana. Kwa sababu kwenye jaribu kubwa kwenye huduma ni jaribu ya pesa. Kuna wachungaji ambao wanapenda ile ambayo inaonekana kanisani wachukue. Mimi imani yangu iko tofauti. Na mimi waga naamini kwamba Mungu afungue milango ya nje ili mimi nisiwe kikwazo kwa waumini. Tumeona hii wiki wako wanafanya advertisement, watu wengi hawaelewi, watu wengi wamechanganyikiwa kwenye nyingine lugha, kwa sababu hili jambo hili ni mpya sana, limetengenezwa kimya undercover, watu wengi hawana habari na likalipuka tu, inalipuka tu, na hii sarare itakuwa hadharani. Kuna watu wengi bado wanajifikiria imeanzaje hadi huyu mchungaji ili jambo alifanye tu kimya na afanye kitu kama hiki. Kwa hiyo kama vile watu wanashangaa na familia yangu inashangaa. Kwa sababu na wao hawakujua kwamba itakuwa jinsi ilivyo kwa sasa. Na kweli Mungu ni mwema, Mungu alisaidia, process zote zikaenda mzuri, license zikawa active, kila kitu ikasimama vizuri. Watu wengi wanafurahi, lakini wengi pia wako surprise kwamba jambo kama hili limefanyika kwa muda mfupi tu. Kwa muda mfupi tu, lakini familia ina surprise, lakini pia ina furaha pia. Wow. Hongera sana. Sana. Pia acha tuulize kidogo. Kutokana na chakula mlisema ni za Afrika, mtakuwa mnaleta. Iko rahisi kuzipata kwa njia yenu? Na hiyo ndio sababu kubwa sana ambayo mimi imenigusa, ya kuweza kupata chakula inawezekana, kwa sababu Wamarekani wamejenga mambo yao vizuri, ya kwamba hauwezi ukaenda kurangua tu kama vile Afrika. Unaenda kurangua huko unaleta chakula. Wao ukirangua lazima uwe na license. Kwa hiyo vile tuna license tunaweza tukarangua sehemu yote ile. But kile ambacho sisi tunakitegemea kukifanya ni kuweza kuhakikisha tunarangua kwenye bei ambayo iko sawa, ili tukileta pale sokoni watu wasumie. Na inawezekana kurangua kutoka Afrika, inawezekana kama hizo ndagaa mbichi, kama vile nimekuambia, tunazo hizo kilo 100 ambazo zinafika hii wiki kutoka Tanzania mara moja. Ndio, mikebuka kama vilo 100. Tunazo hizo ndagaa mbichi ambazo zinakuwa zenyewe kama vilo 100. Tuna hizo mikeke motomoya iko inakuja vilo 200. Kwa hiyo inakuwa inasaidia sana kwamba inatoka kule straight inakuja mara moja hadi hapa. Na hiyo ambayo tunatoa kule inavuliwa kama leo, inakuwa packed, inakuwa shipped. Lakini zile ambazo tunarangulia hapa kama mikebuka ya hapa, haya makontena ambayo yanaleta hiyo mikebuka, imekaa kwenye friji miezi 2. Imekaa kwenye friji miezi 3.
hauwezi ukajua, haina ladha. Kwa hiyo ukila unaona utofauti. Lakini hii hapa sisi tunaishipi mara moja kutoka wapi? Tanzania, nyumbani, iko fresh, inakuwa packed mara moja, transit inaingia Marekani. Na hiyo ndio tunapenda kuifanya. Labda wewe ambao unazoea ile mkeke ambayo iko fresh, usikule ile mkeke ambayo ina miezi 3, miezi 4 kwenye fridge, inakuwa imeharibika kidogo. Na hiyo ni changamoto ambayo tuko tunapanda tuweze kuitoa njiani, ili watu wakija sokoni wakute mkeke bado una macho. Bado unajua mkeke ambao uko kwenye fridge kwa muda mrefu hauna macho tena. Haina macho tena. Wanajua kama hii hapa haina ladha, lakini hiyo ndio kitu ambacho tunakipiganisha. Lakini zaidi ya hapo tunapenda kuweza kusolve community yote kwa ujumla bila kubagua hata mtu umoja. Na zaidi ya hapo, soko ile ya Alpha haitazamia tu kwa Afrika kwa sasa. Huko mbele tunatazamia kuweza kukusanya na Wamarekani. Kwa hiyo ukiingia pale sokoni, Mmarekani unamfundisha Kiswahili. Anaingia pale Murundi, Mmarekani unamfundisha nini? Kirundi. Mahoro. Unamwambia asipe kutania baba kwenye soko. Anaanza kuuliza, "Mbona wewe unaongea hii lugha?" Hii soko kuna chakula cha nyumbani hapa. Kwa hiyo tunakusanya watu pamoja. Sawa kabisa. Hiyo ndio ni ambayo tulionayo huko mbele. Nia nzuri sana. Sasa pasta tuulizie, kuna watu wengi wanakuwa na nia kama ya kwako. Lakini wanaokopa, watasema tutafungwa, tutafanyaje? Ya kufanya business. Unaweza kuwapa mashauri aje ili na wao wafunguke kiakili, wajue kwamba inawezekana? Mimi najua kwa sababu nimeipitia, niko na business ya tax. Nimejaribu kuweza kuengage watu tofauti, stage tofauti. Business ya tax imenifanya niweze kuwa open na watu. Kwa hiyo kuna watu ambao nimewaendea ili waje kujiunga na business yangu ya tax. Kwa sababu business ya tax ni business kubwa sana, iko vast na IRS inahitaji watumishi wengi tu. Sasa mimi nikaona kwamba hii nikifai peke yangu sitasaidia watu wote, sitasaidia wa Arizona, watu wa Tennessee, sitawasaidia watu wa huko. Basi nikaenda kuongea na watu sana, naambia wewe ndio ufanye business. Kwa hiyo na mtu anakuwa na uoga pia. Kama unasema anakuwa na uoga, kama usiwe na uoga. Kwa sababu mimi nimeshaanzisha, hutakuwa na shida. Mimi nitakuonesha jinsi system ilivyo, utafanya vizuri. Unaona? Kwa hiyo watu nikawatoa uoga. Na shida iliyopo watu wanaweza ni uoga. Na uoga unaua. Biblia inasema uoga ni dhambi. Uoga ni nini? Ni dhambi. Sasa watu waache kusikia uoga. Kwa hiyo watu kama umekuja kwenye nchi ya Marekani, hakuna masase usiku, unamuka unakimbia, hakuna masase. Watu wenye uoga na watu wako Afrika, kwa sababu leo unaanza kusikia masase juu unachomoka. Hapa Marekani haipo. Masase yakipigiwa huko hauna shida. Kwa hiyo mtu anza akafanya business. Kaa chini, nimekusanya 1000 ngapi? Au namjua fulani, acha niende naye. Mtu anafanya appointment na wewe, mimi nakuja hapa kudikobu. Nimesikia kuna watu wanakuja. Labda mimi aweza kaniongelesha. Mimi anaweza sema kwamba haniwezi kuniongelesha kwa sababu nitamdharau. Labda sema nikimpatia idea nitamdharau. Mentality ya Kiafrika. Basi anasema acha mimi niende kule kudikobu, nionane na manager wao. Niweze kumuuliza, "Je, hapa mimi niko na idea. Watu na watu ambao umeshawapokea hapa. Je, kwangu mimi naweza nikasaidiwaje?" Alafu wewe unamfanyia connection. Na hiyo connection hatajua, mimi sitajua kwamba umempatia nani yeye. Simple. Wewe unamfanyia connection, mimi nakupatia hizo information, unamkabidhi, anafanya vya kwake huko. Na inawezekana. But uoga tuondoe. Tumekuja kwenye nchi kama hii, ni dhambi. Uoga ni dhambi. Tumekuja kwenye nchi kama hii, sio tumekuja hapa tujue Kiingereza. Hatujue Kiingereza, tunakuja hapa tuko no English. Wengine tumejifunza kwenda shuleni ili tuweze kujua kidogo. Na kujua tu kidogo Kiingereza. Kuna watu ambao wanafanya business hapa. Niko na mtu ambaye anafanya hawezi kuongea hata kidogo. Spanish haongea yake, no. Anatumia Google. Say no English. Anatumia Google, anakwambia kwenye Google anafanya translate. Alafu ndio unasoma. Unaona? Hao wanaishi. Na wanafanya vizuri. Wanafanya vizuri. Tuna vijana ambao wana experience ya kufanya electrical, hii matala. Una establish LLC, unafungua company ya kufanya nini? Ya kutengeneza matala na moto. Watu wanakuita. Kwa hiyo inawezekana. Tuache nini? Uoga. Na ni dhambi. Kesho ni wote kanisani kutubu. Nashukuru sana mchungaji. Naona ni vizuri na tumeona grand opening ni Saturday. Ni Jumamosi. Ndio baba. Sasa
nimeona duka kabisa inajaajaa. Ndio. Discount ipo haipo? Discount tumeandaa. Na tumeandaa discount kwa watu wote. Kama watakuja wachukue vyote kwenye soko, haina shida. Yaani ile siku kila mtu 10% inaondolewa. Wow. Yaani uje uemee kama utamea vya 100, vya 200, 300, hakuna shida. Hiyo discount ya 100 ya 10% itaondolewa. Na plus tutakuwa tuna chakula pale, tutakuwa tuna muziki pale, tutakuwa tuna watu wanacheza, watu tutakuwa na matebo, watu wanaongea na kupeana mawazo. Watu watakusanyika, mabusiness pona watakuja, watu wapiane idea pale. Mchungaji anafanya hii, mimi naweza nikafanya nini? Na utakuna tulia. Pale tu tunaikaa na kahewa kazuri ka Arizona. Hivi sisi tunajua hivi kahewa ni kazuri. Pale pembeni ya soko tutapanga vizuri, kamuzika pole. Mwanamke jiko iko na jiandaa hivi, watakuja na chakula pale. Kwa hiyo sote tu kwenye furaha kubwa. Unanipa swali la kukuuliza vizuri. Kwa nini ulifikiria kutumia mwanamke jiko? Mwanamke jiko wale watu ni watu ambao tumejuana na mimi, wameanza business na wao ni business, wanafanya business. Kwa hiyo mimi wana ni supply kila muda nikiwahitaji. Ni watu ambao nawatumia kama vile tumpeana mikataba. Hata nikiwa na meeting ya business yangu ya taxi, najua umeshuhudia, wao ndio wanatusupply. Hata kama niwe na watu 200, 300, wanakuja wanatusupply na chakula, na waga wanafanya 3 times a day. Tunakula kana tunaacha kabisa chakula cha nyumbani. Na hivi sasa itakuwa rahisi kwa mwanamke jiko, kwa sababu hivi atakuwa kuja kufanya nini? Hatakuwa naumizwa sana. Na umemweza. Kwa hiyo na hata nisaidia, mimi namsupport. Hivi na hata nisupport. Hii yenyewe hii ya Saturday atakuja kunisupport. Kwa hiyo nafurahia sana. Na wanafanya vizuri, chakula chao kiko guarantee, wanakitengeneza kiko mzuri, unavyotaka ndio wanakutengenezea na wanaleta na watu wanafurahi. Kwa hiyo kama wale walifanya kile na kinaanza kufanya kazi, tukisupport. Mimi siwezi nikapika, sijui kupika chakula cha watu kula nje, labda nyumbani, lakini huko nje ya kwangu. Lakini mwanamke jiko anaweza. Na pia niambie watu, ukiwa na wedding, ukiwa na harusi, ukiwa na chochote, sio na shida, mwanamke jiko anaweza. Na unasema kitu cha wedding, soda je utakuna tupa za nyumbani au soda taka zile za ladha kabisa za nyumbani? Tuko na soda za kila aina. Kuna kasoda nimekagusa majuzi, kanaitwa Jamaica Pineapple. Ndio. Kazuri sana. Katoka Jamaica. Hakana haya makemiko ya kuleta sijui diabetic. Hapana. Kuna wengine wanapenda citro ya nyumbani. Ya Bujumbura. Kuna soda, najua hujafika, mimi nimefika. Ni soda yenye hata Marekani sijawahi kuona. Tutatupatia? Hizo hazitakuwepo hii Saturday, lakini tutaanza kufanya order, tunazilangua. Ndio. Kile ambacho watu nakitaka watu nakisupply. Kwa sababu kuna mtu anasema kwamba sitakula chakula, sitakula hata na drink, sitakunywa na drink ya Marekani. Ni sawa. Na wewe lazima na yeye akija kwenye Alpha aweze kupata ile drink anayo nyumbani. Wow. Lakini kwa sababu ndio tunaanza, tutahakikisha kila mtu anakuja kwenye Alpha Fresh Food Supermarket Store, hatoki anakoza chochote. Anakuja na emea, anakuta anaondoka iko happy. Iko very happy. Kwa hiyo mimi nasema kwamba hii siku ya Saturday itakuwa siku ya kipekee. Watu waje, wale ambao watahisi kwamba chakula itakuwa kidogo, hapana. Chakula kituishia, tunaagiza ingine order. Lazima niwepo. Na kutakuwa kuna game ya winning. Kwa hiyo kwenye watakuja uje ukiplay game kiwini, kuna prize, kuna prize ambao tutatolewa. Naona mambo yatakuwa moto kweli. Watu wote wanakaribishwa kabisa. Lazima wawepo. Watu wa Arizona tunawaambia karibu. Ni Saturday, Jumamosi, kutakuwa na grand opening kubwa sana ya soko inaitwa Alpha Fresh Food Supermarket. Na mwenye soko ndo huyu tuko naye. Ukiwa na swali, dondosha hapo kwenye comment. Atakujibu na sisi tutaweza kumwambia kwamba kuna mtu anaulizia. Sasa mchungaji, tunataka tufikie kwenye ukoma wa kumaliza kipindi hiki. Kuna wengi watahitaji kujua Alpha Store, hata kama tuko kwenye state nyingine, tunaweza kuwapigia, tuulize maswali, tupate knowledge na tuweze kuona kwamba tunaweza kuwapatia hongera sana. Wawapate aje? Sisi kutupata ni rahisi. Kutupigia namba ya simu ya 602 472 5540,
ni 602-472-5540. Watu tafute muda wowote. Tuko pale kwa ajili ya community. Asante sana. Ona mtoni. Habari za siku nyingi mama. Salama papa Zoe. Mbona siku hizi unajipoteza sana wewe? Acha bwana, ni shughuli nyingi. Mbona unajicheka sana? Nini tena? Lakini umesahau ya kwamba mimi ni baba mchangamfu kabisa. Sijasahau papa Zoe. Hebu nipe mapya. Siku hizi sina habari kabisa. Yaani unamaanisha ya kwamba hujui habari hii inayosikika huku na kule? Hapa Marekani, jimbo la Arizona, mji wa Phoenix. Sijui chochote kabisa. Hebu nieleze, umemaanisha nini? Watu wa Afrika wameamua kuishi maisha ya Kiafrika wakiwa hapa Marekani. Hapana, hiyo inawezekanaje? Kuna soko kubwa ya chakula cha nyumbani. Nimemaanisha chakula cha kwetu kule Afrika. Imefunguliwa hapa mjini Phoenix. Kweli? Soko hii imefunguliwa na ule mchungaji wetu mpenda watu. Mchungaji gani? Unamjua? Mbona simjui? Ni yule ndugu yetu pasta ambaye anakuaga nasi kwa shida na raha. Na sisi jamii ya Kiafrika au community ya Kiafrika. Sasa hiyo soko imeshafunguliwa? Hapana, soko hiyo itafunguliwa rasmi tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka 2023. Tena hiyo sherehe itaanza saa 7 za mchana. Waalikwa rasmi na watakaosimamia sherehe hiyo ni Pastor Tewo anaoongoza kanisa la Hope of Life, akiongozana na Pastor William anaoongoza kanisa la City of Glory. Sasa je, inaomba invitation? Hapana, na watu wanakaribishwa. Siku hiyo itakuwa fire. Kutakuwa chakula kilichoandaliwa na mwanamke jiko. Kutakuwa na nyama choma. Kutakuwa vinywaji na muziki wa DJ Fire utakuwepo kabisa. Hapo sawa. Sasa hiyo soko inaitwaje? Soko hiyo inaitwa Alpha Fresh Food Supermarket Store. Lakini hatukisema Alpha Fresh Food, watu wote wanaelewa. Alpha, inawezekana hiyo soko ni ya kwanza? Ndiyo, kuna chakula cha nyumbani aina zote kutoka Rwanda, Burundi, Kongo, Tanzania, Uganda na penginepo East Africa. Usiniambie. Chakula kama sombe, kinazi, kifunde, rengarenga, mboga za majani, migebuka na dagaa mbichi, mafuta ya nyumbani, ola, ocra, kaunga, dagaa, mikeke, kambale, mihogo mibichi na vingine vyote vya nyumbani unavikuta kwa Alpha Fresh Food Supermarket Store. Cha kujua ni ya kwamba siku ya kufungua kila kitu bei yake kimeshushwa kwa ajili ya kusaidia jamii ya nyumbani kwetu Afrika. Siku hiyo discount itakuwa 10%. Wow. Soko hii kweli imefika muda mzuri. Usipoteze muda, ujifikie mwenyewe. Habari ya kujionea inazidi ile ya kuambiwa. Sasa sisi tunaotumia GPS tutapajuaje? Kupapata ni rahisi sana. Ni barabara ya Northern na 51 Avenue karibu ya soko ya pizza. Usikose siku hiyo, maana wengi wamealikwa. Kweli Mungu ni mwema kwetu Arizona. Anwani au address ni 5132 West Northern Avenue, Glendale, Arizona 95301. Watu wa Afrika, musishughulike tena kutafuta chakula cha Afrika. Kuja kwa Alpha Fresh Food Supermarket Store, mutapata kila aina ya chakula. Watu wafurahi, watu wawe na amani. Aje Alpha Fresh Food achukue matoki akule. Mimi sipendaki matoki, lakini kuna watu wanapenda nini? Matoki. Mimi napenda ndagaa, mimi napenda ile mboga mbichi. Mimi hiyo ndio yangu mimi. Na bwana, mboga mbichi, mambo ya kwenye maji, na wewe unajua. Wale wengine wakija na wao wawe soft. Kila mtu awe soft, kila mtu awe soft. Kutakuwa kuna olaola kwenye, najua watu wanaumia kwenye olaola masoko mengine, hapana kwetu. Tutahakikisha mtu anakula ile bunga ambaye anapenda, anafurahia. Olaola itakuwa iko pale inajaa. Tuko na mifuko zaidi ya 100. Wow. Tunakushukuru sana. Wapenzi wasikilizaji wa Dikobu TV, tunawashukuru kwa kutupa masikio yenu na macho yenu. Tulikuwa pamoja na CEO mwenye alianzisha Alpha Fresh Food Supermarket,
na mlikuwa mnamjua kama mchungaji, anawakaribisha. Ukiwa state yoyote mpigie, ukimkosa tafuta Dikobu TV, tutakujulisha. Ukiwa na business ya kutangaza, tunakupa karibu. Jambo la mwisho, Dio, kabla kuaga watu. Je, na mimi nataka uniahidi kitu kimoja. Niko na watu ambao wanafanya business state tofauti. Je, unaweza ukasaidia ndugu zangu ambao wako state tofauti kuwafanyia advertisement? Hakuna shida. Niko na watu wengi namba zetu wakuje. Na uniahidi kama na mimi utawasaidia, wapatie discount ili wanawawe waanze. Ile akaunga ikiwezekana. Tunaenda kwa sasa tukiongea kwenye business. Ikiwezekana. Huyu ni mtu wa karibu sana. Tumetumika naye, lakini na watu wakinikosa wakutafute wewe ili wafanyie nini advertising. Watu wanafurahi kitu kama hiki. Wasiwe na shida. Watu wanafurahi sana na hili jambo. Na muendelee vizuri, lakini muhakikishe tu community yetu iwajue zaidi. Kuna watu wako ma state tofauti. Walete tu media kama hii ya kwenda na kuweza kujulisha watu hiki kiko sehemu fulani, mwende mkitafute. Usijali mzee, usijali pastor, sisi tuko hapa kwa ajili ya community zote. Ukiwa ni mtu wa Afrika, ukiwa ni Mmarekani, tuite, tutakusaidia ili tuweze kukusupport business yako ifike dunia nzima na utakuwa rich man. Na ukiwa kama Biden au ukiwa kama Bill Gates au ukiwa kama Trump, tukumbuke udodoshe hata donation ya 5,000. Asante. Pastor, nakushukuru sana. Barikiwe sana na Mungu awe pamoja na. Asante.